Mheshimiwa na Askofu Gwajima, kumekuwa na taharuki mtandaoni pamoja na wadau mbalimbali kuhusiana na kufungiwa kwa kanisa la Ufufuo na Uzima. Na huu kimya wako kwa takriban wiki sasa, kuna maana yoyote katika hili? Si kweli, ni uongo, ni wahuni. Hawa wahuni, kale ka kikundi kanakoteka watu. Barua hiyo sio ya serikali. Serikali haiwezi kufanya hivyo. Serikali yetu ni nzuri, haifanyagi mambo kama hayo. Ni vile vikundi vya wale wahuni, vile vikundi vile vinavyoteka watu, hivyo vinasambaza mambo ya namna hiyo. Lakini sisi tutaliita jina la Bwana. Kwa hiyo tunaendelea na makanisa yetu yote zaidi ya 2000 yako online leo, na tuendelea na maombi kesho kutwa mpaka siku 7. Na tunamlilia Mungu kwamba jua la haki lizuke. Sawa sawa, amani tawale Tanzania, ushindi utawale Tanzania. Tunaombea watu wote. Okay, sawa Askofu Gwajima. Sasa umesema kutakuwa na hayo mafungo ya siku 7. Katika mafungo hayo ni makanisa gani sasa ambayo mnatarajia kuanza hiyo program kwa ajili ya kufunga? Makanisa yote 2000 na ushehe, hata wale ambao si wa Ufufuo na Uzima, wale ambao naipenda taifa, kila mtu kwa dini yake, hata Waislamu waliopo pia, ndugu zangu, kila mtu kwa dini yake, tutaomba maombi ya kufunga na kuomba. Aina ya maombi hii, tutakunywa maji tu jioni. Tutahudhuria hapa kuomba kila siku kwa muda wa siku 7. Askofu, ni mambo gani ambayo mnatarajia kwenda kufanya maombi kwa ajili yake? Yaani mtaombea mambo gani katika hiki kipindi cha mafungo ya siku 7? Lakini sambamba na hilo, katika uwanja huu wa siasa, tukijumuisha viongozi mbalimbali wa vyama tofauti, mna mpango wote katika maombi haya kufanya maombi kwa ajili ya viongozi hawa wa kisiasa katika vyama mbalimbali na mustakabali mzima kama taifa? Hebu tueleze ni kwa namna gani maombi haya basi yanaweza kugusa katika eneo hilo. Tutaombea mambo gani? Jambo la kwanza, tutaombea haki iendelee kutawala katika nchi ya Tanzania. Jambo la pili, tutamwombea mwenyekiti wa chama cha Chadema ambaye yuko na kesi, ameshtakiwa na kesi ya uhaini, na huyo Mheshimiwa Antipas Tundu Lissu yuko mahabusu kwa kesi ya uhaini. Tutaendelea kumwombea wiki yote nzima ili Mungu atende jambo. Jambo la pili ambalo tutaombea kwenye maombi haya, tutaombea viongozi wote wa kisiasa nchi nzima. Sisi hatuangalii chama cha mtu, sura ya mtu. Sisi tunapenda taifa likae kwa amani na kwa ustawi. Tutamwombea Mheshimiwa Zitto Kabwe ambaye ni kiongozi wa ACT. Nampenda sana Zitto. Kwenye msiba wa mamangu alipofariki, pamoja na kwamba ni yeye Muislamu, alihudhuria msibani akaja kumzika mama yangu. Tutamwombea yeye na chama chake. Tutamwombea pia Ibrahim Lipumba ambaye ni kiongozi wa chama cha Kafu. Tutamwombea na yeye. Lakini tutaombea vyama vyote vya upinzani. Tutaombea pia Chama cha Mapinduzi ambacho ndio chama changu. Tutamwombea mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mama Samia Suluhu Hassan. Tutaombea na makamu wa rais, waziri mkuu. Tutaombea bunge. Tutaombea mahakama zetu. Tutaombea viongozi wote hapa. Haki iendelee kutawala. Sisi utekaji hatutaki. Jambo lingine tutaendelea kuombea, tutaombea Watanzania wote waliotekwa ambao hawajapatikana. Tutamwombea Soka, tutamwombea Mdude, tutawaombea Watanzania wote waliotekwa ambao hawajapatikana. Yamkini Mungu ashushe rehema zake pale. Lakini pia tutawaombea mashehe. Kuna mashehe 5 au 6 hivi ambao juzi kama wiki 2 zimepita wamehukumiwa kunyongwa. Wamehukumiwa kunyonga mpaka wafe. Mashehe 5 au 6. Sisi hatuingilii mahakama, lakini sisi kazi yetu ni kuomba. Mungu anapenda kila mtu akae salama. Wamekosea nini?
hawajakosea, sisi hiyo haituhusu. Sisi kazi yetu ni kufanya nini? Kuomba. Tutaombea hao mashehe ambao wamehukumiwa kunyongwa wiki 2-3 zilizopita. Mungu awafariji. Bwana Yesu alitufundisha kuwaona wafungwa. Ni wajibu wetu kuwaombea hawa ndugu zetu ambao wanakabiliwa na kunyongwa mpaka kufa. Lakini pia tutaomba kwa ajili ya nchi yetu yote iendelee kuwa na umoja. Tunapenda umoja wa nchi. Hatutaki nchi gawanyike kwa vyama, kwa itikadi. Tunapenda tuendelee kuomba kwa ajili ya nchi yetu. Lakini pia tutawaombea Wakristo wote na Waislamu pia ambao wamepata matatizo kutokana na mambo mbalimbali. Kwa mfano, tutamwombea baba yetu ambaye ni Father Kitima, ambaye alipigwa akaumizwa. Mara ya mwisho mimi niliwasiliana na wasaidizi wake, alikuwa kule Aga Khan, alikuwa anaendelea na matibabu. Tumwombee Mungu ampe kupona ili apone haraka. Lakini pia tutaombea siku zetu za kufunga hizi zitakuwa tunakunywa maji mchana. Alafu jioni tukimaliza maombi saa 12 ndio tunafungua, na maombi haya nitayaongoza mimi mwenyewe. Mheshimiwa, wakati ambao umetangaza mafungo ndani ya siku 7, ndani ya huo muda pia bunge litakuwa linaendelea, na wewe ni mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na umesema utaendelea na mafungo na utaongoza wewe mwenyewe. Hivi swala hili limekaaje, na wewe unatakiwa kuwa bungeni? Hili limekaaje mheshimiwa? Of course tunaendelea na bunge, nitakuwa bungeni pia na nitakuwa hapa pia wakati wa maombi. Sasa Dar es Salaam na Dodoma imekuwa nyepesi. Unaweza kufanya maombi na kesho yako ukawa bungeni na jioni ukarudi. Kwa hiyo nitaendelea kuwa bungeni kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sawa sawa na wajibu wangu wa kibunge. Lakini pia tutaombea nchi yetu ya Tanzania. Tunakataa Tanzania kuitwa mahala pasipo salama. Tunaitakia Tanzania mambo mema. Hii ni Busungu TV. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa hizi, bonyeza neno subscribe mkono wako wa kulia.